Naam, asubuhi njema popote ulipo, hujambo na karibu katika Mwangaza wa Kididi awamu ya saa 3 asubuhi. Natumai umeamka salama na buheri wa afya. Jina langu ni Sara. Nzilani, watu kadhaa wamejeruhiwa baada ya jengo kubwa linalowahifadhi wafanyabiashara katika soko la Kibuye katika jiji la Kisumu kuporomoka kufuatia mvua kubwa iliyonyesha eneo hilo. Tukio hilo lilitokea likiwaacha wafanyabiashara wengi wakihesabu hasara kubwa, huku makazi ambayo yalikuwa ya wachuuzi wa nyanya, nguo na nafaka ikiangukia bidhaa hizo. Taarifa zinaeleza kuwa jengo hilo liliporomoka muda mfupi baada ya mvua kubwa kuanza kunyesha, huku hali hiyo ikichangiwa na upepo mkali ulioambatana na mvua kubwa. Kwa mujibu wa mashuhuda, wengi wa waliojeruhiwa walipata huduma ya kwanza katika eneo la tukio. Hali hiyo imetatiza shughuli kubwa za biashara katika mojawapo ya soko kubwa la wazi la Afrika Mashariki. Serikali ya kaunti hiyo imetoa wito wa utulivu wakati mamlaka ya eneo hilo ikiendelea na uchunguzi na kuchunguza kisa hicho. Kididi FM kwa habari moto moto. Na kwingineko ni kuwa huduma ya kitaifa ya polisi imesitisha kwa muda usiojulikana zoezi lililopangwa la kuajiri polisi lililokuwa likipangwa kuanza leo hii Oktoba 3. Katika taarifa ya NPS imefichua uajiri huo umehairishwa hadi tarehe ya baadaye baada ya maagizo ya muda wa kiafidhina na mahakama ya ajira na mahusiano ya kazi. Jaji Helena Wasilu ametoa maagizo ya muda wa kusitisha uajiri baada ya ombi kuwasilishwa kupinga mchakato mzima. Zoezi hilo la kuajiri maafisa wa polisi lilenga kuajiri maafisa 10,000 na lilitabiriwa kuanza leo hii Oktoba 3 hadi Oktoba 9 katika kaunti zote 47. Aidha, Inspekta Jenerali wa polisi mkuu Douglas Kanja amesisitiza kujitolea kwake kufanya mchakato wa kuajiri wa kuaminika na wa uwazi. Kididi FM kwa habari moto moto. Na katika habari zingine ni kuwa watoto wawili wa Kisomali walionaswa kwenye video wakidhalilisha bendera ya Kenya wiki 2 zilizopita katika uwanja wa Nyayo wamepewa dhamana ya pesa taslim shilingi 50,000 kila mmoja. Wawili hao walikuwa wameshtakiwa katika mahakama ya Nairobi kwa madai ya kuwa nchini kinyume cha sheria na kuharibu nembo ya taifa la umoja. Baada ya wiki moja kuzuiliwa katika kitengo cha ulinzi wa watoto cha Gigiri, watoto hao wawili walikana mashtaka na kuachiliwa kwa dhamana ya pesa taslim. Hata hivyo, mahakama imeagiza wawili hao wawasilishwe mbele yake Oktoba 8 kwa maelezo zaidi. Hii ni baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuiambia mahakama kuwa ripoti yake uchunguzi wa muda wa majaribio haikuwa tayari.